Hujambo mtoto mzuri. Jina langu naitwa Mwansiti Kileo. Mimi ni mkufunzi wa usomaji kutoka shirika la Room to Read. Leo nitakusomea kitabu cha hadithi. Kitabu chetu kinaitwa Chai ya Salum. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Nahida Ismail. Mchoraji anaitwa Godwin Chipenya. Kitabu hiki kipo ngazi ya 4 ya usomaji. Katika hadithi hii utakutana na neno injika. Maana yake ni kubandika sufuria jikoni. Chai ya Salum. Mtoto mzuri, je, unadhani hadithi itahusu nini? Vizuri. Hebu tusikilize tuone nini kitatokea katika hadithi yetu. Salum alifikiri kuwa ameshakuwa mkubwa. Aliona anaweza kumsaidia mama yake kazi za jikoni. Siku moja alisema, "Mama, ninaomba nikusaidie kuandaa chai." "Sawa Salum," mama yake alijibu. Salum alijaza maji kwenye birika. Mama yake aliwasha jiko la mafuta. Salum aliinjika birika hilo jikoni. Salum alisubiri maji yachemke. Maji yalipochemka, Salum aliweka majani ya chai kwenye birika. Mama yake alienda nje kuangalia mifugo. Salum aliona makopo kwenye kabati lililokuwa na chupa za chai. Alichukua kopo moja na kusoma maelezo. Mtoto mzuri, unadhani kopo hilo litakuwa na nini? Vizuri. Hebu tuone. Ni iliki. Inanukia vizuri sana, alijisemea. Alifungua kopo lile, akachota kijiko kimoja, akaweka kwenye birika. Salum alichukua kopo la pili na kulisoma. Aha! Kumbe ni mdalasini. Alifungua kopo lile na kunusa. Harufu nzuri sana kama pilau, alijisemea. Salum alichota kijiko kimoja cha mdalasini akaweka kwenye birika. Maji ya kwenye birika yalizidi kuchemka. Salum alishika kopo lingine na kulisoma. Hii ni karafuu. Ina harufu kama dawa ya meno. Akatafuna kidogo. Inawasha. Nitaiweka nipate ladha tofauti. Hebu niweke kidogo, alijisemea. Akaweka vipande viwili vya karafuu kwenye birika. Salum aliona tangawizi kwenye kitenga. Akachukua moja na kuikuna kwa kutumia kikunio. Akatia kwenye birika la chai. Mtoto mzuri, unadhani baada ya Salum kuweka majani ya chai, iliki, mdalasini, karafuu na tangawizi, nini kitatokea? Vizuri. Lo, harufu nzuri iliyoje! Mama Salum alisema huku akiingia jikoni. Sasa chai itakuwa tayari. Salum alifunua birika kutazama kama chai ipo tayari. Salum alisema, "Chai ipo tayari mama, nitaichuja na kuiandaa mezani." Salum aliipua birika na kuliweka chini. Alichukua kichujio na kuchuja chai. Alijaza chupa ya kwanza, kisha chupa ya pili. Aliziweka mezani. Alitayarisha vikombe na sukari. Akaweka chai na sukari mezani. Akamkaribisha mama yake kunywa chai. "Salum, hongera. Chai hii ni tamu sana.
umetengeneza ladha mpya, mama yake alisema huku akilamba midomo yake. Wapangaji wenzao kwenye mji wanaoishi walisikia harufu nzuri ya chai. Wakiwa nje waliulizana, harufu hii inatoka wapi? Waligundua harufu ya chai inatoka kwenye nyumba ya kina Salum. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Mtoto mzuri, natumai umefurahia hadithi hii. Unaweza kupata kitabu hiki kupitia maktaba mtandao, yaani Literacy Cloud. Kwaheri.